Unayoamini. Mshike mkono wako, mwambie unaamini unayoamini. Wafilipi sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa sita. Wafilipi sura ile ya kwanza na mstari ule wa kwanza hadi wa sita. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili. Sema, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili. Sema tena, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili. Nami niliamini ndilo hili. Sema, nami niliamini ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi ndani ya mioyo, alianza kazi njema mioyoni mwenu. Tuseme ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataitimiza hata siku ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili tulilianza siku ile ya Ijumaa, na ikiwa tungefungia hapo, basi kuna kitu cha thamani sana watu wengi wasingeweza kukifahamu, ambacho natamani kila mmoja aweze kufunuliwa na kujua jambo hili la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona mtumishi wa Mungu Mtume Paulo akiwaeleza Wafilipi jinsi ambavyo alimshukuru Mungu sana kila alipowakumbuka watu wa kanisa lililokuwa Filipi. Siku zote alikuwa akiwaombea, akisema sala zake kwa furaha, na aliwaeleza imani iliyokuwa moyoni mwake, kwamba aliamini jambo moja, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema ndani ya mioyo ya Wafilipi angeikamilisha hata siku ile ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliyeanzisha kazi njema ndani ya Wafilipi, ndani ya mioyo yao. Paulo mtume aliamini na akatangaza na kuishia kuamini. Kuna watu ambao wanashindwa kufikia baraka zao kwa sababu huishia kuamini na kuogopa kutangaza yale wanayoyaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuwaza kwamba nikitangaza hivi, je, nisipotokea itakuwaje? Nitaonekana mimi ni muongo. Sasa imani haipaswi kuwa hivyo, au Mkristo aliyeamini hapaswi kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapaswa kuamini yale uliyoyaamini, ama yale unayoyafuata, ama yale unayoyatenda. Unapaswa kuyaamini, lakini sio kuishia tu kuyaamini, lakini unatakiwa kuyatangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kuyasema katika watu na kuyaeleza yale unayoyaamini. Mungu anamwambia nabii kwamba iandike ndoto yako katika kibao, uiandike waziwazi, ili kila aisomaye aisome kama maji, asome waziwazi bila uficho. Ndoto zetu ni imani, iko ndani, unaisikia, unaiona, unatembea nayo. Hatupaswi kuishia kuiamini moyoni,
unatakiwa kuitangaza pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imani pia haitakiwi kuishia kuitangaza tu kwenye midomo, inatakiwa ikae ndani ya moyo wako na utembee katika hiyo na uitende. Paulo mtume anasema, namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu Wafilipi, niwakumbukapo katika sala zangu ninawaombeapo, na ninaloliamini ni hili, ya kwamba kazi njema ya Injili, kazi njema ya wokovu aliyeanzisha Mungu ndani yenu ataikamilisha hata siku ile ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Paulo mtume alionyesha jinsi ambavyo alikuwa akiamini katika mambo aliyokuwa anayafanya. Alikuwa anaamini katika mambo aliyokuwa akiyafuata. Alikuwa akiamini katika mambo yale aliyokuwa anayatumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanafanya mambo lakini hawayaamini wanayoyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoa zaka lakini haamini kwamba kwa kutoa zaka Mungu atamfungulia milango na madirisha ya mbinguni. Anajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu lakini haamini kwamba anajiwekea hazina yake wapi? Mbinguni, kwa sababu kwanza hana imani hata mbingu iko namna gani. Hana imani kama mbingu ipo au haipo. Anasema tu mimi nitafuata tu, kama mbingu ikiwepo basi nitakuwa nimepata neema, isipokuwepo basi kwani kuna shida gani? Nitakuwa nimetumika tu hivyo na haina shida. Huyu mtu hana imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri yoyote tulieleza siku ya Ijumaa au mshuhudiaji unamshuhudia mtu nyumbani ili aokoke na hatimaye unafika mahali fulani pa kumwongoza sala ya toba, anayepaswa kuiamini hiyo sala ya toba kwanza ni wewe unayehubiri, kwamba huyu mtu ninapomhubiria kwamba Yesu anaokoa, kwamba yuko mfalme anaitwa Yesu, alikuja akaishi miaka 2000 iliyopita, alitumwa na Mungu akaja akafa msalabani, na alipokufa alimwaga damu yake ili sisi tuokoke. Kwa hiyo ukimwamini unahesabiwa haki kwa njia ya imani, na mtu yule anasema ninaamini. Anayepaswa kuamini zaidi kwamba akiongozwa sala kama huyu au akimkiri Yesu mtu huyu ataokoka, wa kwanza anatakiwa kuwa huyu mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona watu wengi sana wanahubiri na baada ya mahubiri watu wanaongoza sala ya toba, hapatokei matokeo yoyote. Kwa sababu gani? Huyu anayehubiri yeye mwenyewe haamini kwamba hata kuna wokovu. Huyu anayehubiri yeye mwenyewe haishi katika maisha ya wokovu. Huyu mwenyewe anayehubiri haamini chochote. Kuna wahubiri wengi ambao wameingia tu kwa mkumbo, wengine wameingia kutafuta fedha. Hawezi kusababisha mabadiliko katika maisha ya watu kwa sababu yeye mwenyewe kwanza haamini. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Lazima uamini. Hata kama ukikutana na mtu amelewa pombe ukamhubiria neno, lazima uamini kwamba neno la Mungu lina nguvu kuliko nguvu ya pombe. Neno la Mungu lina nguvu kuliko nguvu ya uchawi. Neno la Mungu lina uwezo wa kuleta wokovu katika maisha ya mwenye dhambi, katika maisha ya mchawi au mshirikina. Neno la Mungu likisema kwake likapanda ndani ya moyo wake, linaweza kubadilisha maisha ya mtu huyu, kwa sababu Paulo mtume anasema ya kwamba injili ni uweza wa Mungu. Sema injili ni uweza wa Mungu. Piga kelele tena, sema injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi na kwa Myunani pia. Bwana Yesu asifiwe. Injili ina nguvu. Hata ukimhubiri mlevi, wewe ukiamini, utaona neno la Mungu linapenya ndani ya maisha yake. Hata kama aliongozwa sala ya toba akiwa amelewa, neno la Mungu lina uwezo wa kuleta wokovu ndani yake na kubadilisha maisha yake, na kuanzia kesho akasema siendi kunywa pombe tena, nimeacha ukahaba tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu ya kuleta wokovu kwa mwanadamu. Sema ndio. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Warumi
11 mstari wa 6 Biblia inasemaje? Warumi sura ile ya 11 na mstari wa 6. Warumi sura 11 mstari wa 6 Biblia inasemaje? Biblia inasema, lakini ikiwa kwa neema, hawi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Ngoja nikuangalie mstari huu vizuri. Huwa nimeutanguliza mapema. Warumi sura ya kwanza na mstari